Okay bwana, leo tuko na Hashmit. Hashmit bwana anamwambia mamake anataka kuwapeleka vacation. Kwa hiyo atamwandalia kila kitu sawa. Mwisho wa siku Neka pamoja na mamake wakaondoka. Kwa hiyo sasa bwana mkubwa akaanza piga swaga mke wake kipenzi, anamwambia mke wangu, unajua ulivyonionyesha kisu ndio maana nikakuletea maua. Mwisho wa siku sasa mke wake kaondoka. Hasa huyu bibie Melissa kanajua haya maua yametoka kwa Feruzi. Mwisho wa siku bwana mkubwa kana furahia kwa sababu hana ushahidi wote kwamba haya maua yametoka kwa Feruzi. Sasa mwisho wa siku ambaye subiri, haya maneno matamatama utakao mwambie mke wako. Hayo yalikuwa maneno ya kutoka kwa mpu wake Melissa. Mwisho wa siku mke wake akamuita bwana mkubwa, Hashmit akaondoka. Hasa kwa pande wa pili bwana mkubwa Yusufu alikuwa anamsubiria kipenzi chake Zera atokee. Mwisho wa siku Zera kutokea, akabembelezwa kwamba waongozani wote kuelekea mpaka nyumbani ili waweze kuzungumza mazungumzo ya kuhusiana na juu ya penzi lao linafikia muafaka ama bado linaendelea. Mwisho wa siku sasa bibi akapigwa swaga. Mwisho wa siku bibi akamwambia vipi, bado tuko pamoja ama tunaachana? Wakakubaliana sasa kuongozana huku wakitia story. Sasa bwana mkubwa anazidi kumwambia maneno matamu. Sasa kwa upande wa pili bibi Bahari ameenda chumbani kwa mamake. Vugua akapata kuona kisanduku cha siri. Kile kisanduku cha siri katika tarehe yake kuzaliwa imegoma. Mamake akamkuta, vipi unafanya nini? Anambia ama tu mama, niko tafuta ile blouse yako ya blue. Mwisho siku mama akamwambia njoo niambie mwanangu, wewe ndio furaha yangu mwanangu, niambie. Lakini bibi Bahari hakusema chochote. Sasa Bahari alipata kuona koti la mamake lina damu. Anambia mama, ni damu? Anambia hapana mwanangu, usijali na kufikiria wewe ndio furaha yangu. Sasa kwa upande wa pili bwana mkubwa Deva anafuata bibi na anajaribu kumwomba msamaha, anambia kwamba nisamee sana, najua sijakupa taarifa ya kuhusiana nini ninachokifanya. Akamwambia hata kama, lakini haya yalikuwa sio makubaliano yetu. Mwisho siku sasa bibi Aziza kwa hasira akaondoka, anambia hivi sitaki kwa sasa hivi nikuone. Hata mwisho wa siku bwana mkubwa Jemo akafatwa na bwana mkubwa Deva. Sasa Deva kufika pale akamwona kiti kipo huko. Jemo huko. Wewe Jemo mjoo kunyanyoni kochonye kiti. Sasa akashangaa kumuona Jemo sasa hivi anasimama kwa miguu yake miwili. Mwisho wa siku sasa bwana mkubwa Jemo akamfungukia, ambaye sikiliza, mimi ndo liye mdunga ya Vuzi kisu na lengo langu nilikuwa nataka nimuue kwa sababu yeye ndo alitoa maisha ya mama yangu pamoja na babangu. Sasa mwisho wa siku bwana mkubwa Deva alichoka kweli kusikia maneno. Sasa kwa upande wa pili bibi Fiden amefukuzwa shule kutokana na kosa lake la kufanyia watu umweki kwa hela. Mwisho wa siku sana ndo anamwambia dada kwamba dada nimefukuzwa shule. Mwisho wa siku mama yake na Deva anamwambia sawa, hata kama ndo hivyo lakini pia wewe una makosa. Sasa mwisho wa siku tena maongeza endelea kuongea, bibi Zera akaja. Bibi Zera tu kufika pale kila mtu alikaa kimya huku akimtazama. Zera, umerudi? Sasa tuende kwa upande wa pili. Sasa tukirudi kwa upande wa pili bwana mkubwa Devran anamwambia bwana Jemo, unachotakiwa sasa hivi ni kuwa mpole. Sasa hivi kesi nzima imendondokea mimi. Kwa hiyo wewe kurupuka uiponze wewe pamoja na ndugu zako. Tafadhali acha mambo yaende kama mimi ninavyotaka. Umeelewa? Mwisho wa siku bwana mkubwa Jemo ilibidi tu akubaliana na maneno ya bwana mkubwa Devran kwa sababu Devran sasa hivi ndio mpango mzima anausuka yeye mwenyewe. Mwisho wa siku Devran alikubatiwa na bwana mkubwa Jemo kwa sababu Jemo sasa hivi amekuwa anamsikiliza bwana mkubwa Devran.